Siku kadhaa nyuma tuliposti kwenye mitandao yetu ya kijamii tukiwauliza wanawake ni iliwachukua muda gani wao kuanza kufanya tena tendo la ndoa baada ya kujifungua, na majibu yalikuwa yamegawanyika katika makundi tofauti tofauti. Kuna wale ambao walichukua muda mchache, wengine wanasema siku 30 mpaka 40. Kuna wengine wakachukua muda wakati kidogo kuanzia miezi 3 mpaka miezi 6, na kuna wengine ambao walichukua muda mrefu sana, wanasema walichukua muda mrefu sana, mwaka au mpaka mwaka na miezi 6. Kwa hiyo kitaalamu ili jambo la wanawake kupoteza hamu ya tendo la ndoa baada ya kujifungua huwa inatokea, na tukaona tufanye hii video kujaribu kueleza ni sababu gani ambazo zinaweza kusababisha mwanamke akapoteza hamu ya tendo la ndoa baada ya kujifungua. Na kwenye video ambayo itakayofuata tutaeleza ni namna gani sasa hawa watu ambao pengine wanapitia kipindi kirefu cha kutokutamani kushiriki tendo la ndoa baada ya kujifungua, nini wafanye ili waweze kufanya hali irudi kama zamani. Kwa hiyo leo sasa tunaanza na sababu ambazo zinaweza zikasababisha mwanamke kupoteza hamu ya tendo la ndoa. Sababu ya kwanza ambayo inasababisha baadhi ya wanawake kupoteza hamu ya tendo la ndoa baada ya kujifungua ni mabadiliko ya homoni. Mwanamke kabla hajapata ujauzito, hajajifungua, mwili wake huwa unazalisha kiasi kikubwa sana cha homoni ya estrogen. Hii ni homoni ambayo inasababisha mwanamke kwanza kutamani kupata zile hisia za kutamani kushiriki tendo la ndoa, lakini pia ndiyo inayofanya sehemu za siri za mwanamke kuwa na ule uteute ambao unarahisisha tendo la ndoa. Sasa akishajifungua, mwili wa binadamu mwili wa mwanamke una focus zaidi katika kumfanya mama azalishe maziwa kwa ajili ya mtoto. Kwa hiyo uzalishaji wa homoni ya prolactin ambayo ndio homoni ambayo inahusiana na uzalishaji wa maziwa, kiwango cha homoni ya prolactin kinakuwa ni kikubwa zaidi. Kwa hiyo kinazidi kiwango cha estrogen ambacho kinakuwa kinazalishwa. Kwa hiyo automatically mwanamke yale matamanio yake ya kufanya tendo la ndoa yanafanyaje? Yanashuka, kwa sababu mwili wake unakuwa unazalisha sana kiasi cha prolactin kuliko estrogen. Sasa na matokeo ya prolactin kuwa, kiwango cha prolactin kuwa kikubwa ni kwamba kwanza matamanio ya mwanamke kushiriki tendo la ndoa yatashuka kama nilivyosema, lakini pia sehemu za siri za mwanamke zitakuwa hazina ule ute ambao anakuwa nao akiwa anajisikia kushiriki tendo la ndoa. Kwa hiyo it means kwamba ikitokea hata kama akashiriki, atakuwa anapata maumivu, kitu ambacho kitamsababisha yeye kutotamani tena kushiriki tendo la ndoa. Kwa hiyo ndiyo moja ya sababu ya kwanza inayosababisha wanawake kupoteza hamu ya tendo la ndoa baada ya kujifungua, mabadiliko ya kihormoni. Sababu ya pili ambayo inasababisha baadhi ya wanawake kupoteza hamu ya kufanya tendo la ndoa baada ya kujifungua ni uchovu. Kama unavyojua, shughuli ya kulea mtoto mchanga sio kazi rahisi. Watoto wanakuwa wanahitaji attention muda wote, atalia, ataumwa, atafanyaje. Kwa hiyo mama anakuwa anatumia muda mwingi sana kushughulika na mtoto. Kwa hiyo inapofika let's say muda ambao pengine ulikuwa unastahili sasa yeye na mwenza wake kushiriki tendo la ndoa, anakuwa ameshachoka. Na kama ambavyo tunajua kwamba tendo la ndoa kwa mwanamke linaanzia kichwani, linaanzia kwenye saikolojia. Anatakiwa awe tayari kisaikolojia. Sasa kama kipindi chote amekuwa amezongwa na shughuli za malezi na nini, amechoka, kwa hiyo hata kisaikolojia anakuwa hayuko tayari kushiriki tendo la ndoa. Kwa hiyo pia ni sababu nyingine ambayo inasababisha wanawake baada ya kujifungua kupoteza hamu ya tendo la ndoa kulinganisha na ilivyokuwa zamani kabla hawajapata watoto. Sababu nyingine ambayo inaweza kusababisha baadhi ya wanawake kupoteza hamu ya tendo la ndoa ni trauma ambazo zinatokana na mchakato wa uzazi, kuanzia ujauzito na hasa kwenye kujifungua. Na hii inaweza ikawakuta sana wale wanawake ambao ndio mara yao ya kwanza kupata watoto, walikuwa hawana uzoefu na mambo ya uzazi hapo kabla. Kwa hiyo kuna baadhi ya matukio yanaweza yakatokea wakati wa kujifungua ambayo pengine yakamfanya yule mwanamke baada ya pale aseme
sitamani tena kupata mtoto hivi karibuni. Kwa hiyo ile hali ya kusema kwamba hatamani kupata mtoto hivi karibuni, timizi kwamba ataanza pia kuchukia kitendo ambacho kinasababisha yeye afanyaje, apate mtoto. Labda pengine alipata complications ambazo labda zinaruhusulika kufa, ama tu alipitia, yani kuna namna fulani, vitu fulani alivipitia katika ule mchakato wa mimba mpaka kujifungua, ambao vimemfanya kwamba asitamani tena, yani awe na ile hali ya uoga ya kushiriki tendo la ndoa, kwa sababu anajua kwamba akishiriki tendo la ndoa kuna chances za yeye kupata mimba. Akipata mimba it means kwamba atarudi kupitia kile ambacho alikipitia miezi kadhaa nyuma. Kwa hiyo pia inakuwa inasababisha kwamba baadhi ya wanawake waseme no, yani ile hamu automatically inakuwa inapotea kwa sababu ya trauma za matukio ambayo yanatokea kipindi cha yeye anajifungua au kipindi cha ujauzito. Sababu nyingine ambayo inaweza kusababisha wanawake kupoteza hamu ya tendo la ndoa ni kupungua kwa kujiamini juu ya miili yao wenyewe. Kama ambavyo sote ni mashahidi kwamba katika kizazi chetu hichi wanawake wanajali sana kuhusu namna gani wanavyoonekana. Wanatumia nguvu nyingi, wanatumia jitihada nyingi kuwa vile ambavyo tunavyowaona. Wanatumia vipodozi, wanafanya mazoezi, wana supplements na nini. Wanatumia nguvu nyingi sana kuwa vile walivyo. Lakini sasa akishakuwa mama, kuanzia kile kipindi cha ujauzito, mwili unaanza kubadilika. Pengine anaweza kanenepa sana, ngozi yake ikabadilika. Pengine kuna baadhi ya wanawake wakipata ujauzito wanaanza kupata chunusi na nini. Kwa hiyo ule muonekano unakuwa tofauti na vile ambavyo walikuwa. Akishajifungua ndo kabisa anazongwa na ile hali ya malezi na nini. Kwa hiyo ule muda wa kujiweka kama vile ambavyo alikuwa kama zamani unakuwa haupo, ama hata ile interest yenyewe inakuwa inapotea. Sasa akianza kujiangalia jinsi vile alivyo katika ule muda, akaanza kujilinganisha na jinsi alivyokuwa zamani, kuna namna anaanza kujihisi inferior, yani anakuwa anajihofia mwenyewe kwamba sasa hivi sivutii kama nilivyoona kuwa navutia zamani. Kwa hiyo hata ile confidence ya kusema kwamba atamani kushiriki tendo na mwenzi wake inapotea, kwa sababu moja ya kihamasishi kwa wanawake kushiriki tendo la ndoa ni kuamini kuwa wao wanavutia. Wanaamini kwamba jinsi mimi nilivyo, mwenzi wangu anavutia kuniona jinsi nilivyo. Kwa hiyo anakuwa motivated kutaka kushiriki tendo la ndoa. Lakini kama yeye akijiangalia yeye mwenyewe anaona ili tumbo shape imepotea na nini, kwa kuna namna fulani anakuwa anajisi unyonge, na automatically yale matamanio ya yeye kushiriki tendo la ndoa yanakuwa yanashuka. Lakini pia kuna zile nadharia kwamba ukishajifungua maumbile yanaongezeka ukubwa. Kwa hiyo pia inawezekana na yeye inakuwa inamtafuna kichwani kwamba pengine naweza nikakutana na mwenzi wangu akahisi niko tofauti na vile ambavyo amenizoea. Kwa hiyo anakuwa anajizuia kushiriki tendo la ndoa kwa ajili ya kujiweka yeye katika nafasi ya kulinda aibu tuseme, yani kuna namna fulani anakuwa anajihofia. Kwa hiyo pia hiyo inawezekana ikawa sababu nyingine kwa nini baadhi ya wanawake wanapoteza hamu ya tendo la ndoa baada ya kujifungua. Sababu nyingine ambayo inasababisha wanawake kupoteza hamu ya tendo la ndoa baada ya kujifungua ni kupotea ama kupungua kwa urahisi wa tendo la ndoa kufanyika. Kwa mfano, hii inawakuta sana wale watu ambao ndo let's say wazazi wa mara ya kwanza, yani walikuwa hawana mtoto kabla wanapokuwa wenyewe, inakuwa ni rahisi wao kukutana kimwili kwa sababu hakuna kizuizi chochote pale katikati. Hakuna majukumu ya kuwa baba wala mama, hakuna mtu mwingine ambaye anakula ule muda, anahitaji attention yao, wote wawili wanakuwa ni wao wenyewe. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi. Lakini akishakuja mtoto, timisi kwamba kwanza attention ya wote wawili inakuwa inamezwa kwanza na mtoto, wanakuwa wanamwangalia sana mtoto, hicho cha kwanza. Lakini pia kwa kuwa pia mtoto amekuwa amesha demand sehemu kubwa ya attention, anachukua sana muda wao, inasababisha kwamba ule muda ambao pengine ulikuwa utumike wao kukutana kimwili unatumika kwa ajili ya mtoto. Kwa hiyo inawezekana mtoto labda alikuwa yuko macho, analia, anasumbua na nini, baadaye amelala,
inaweza kuonekana kwamba hiyo ndio chance sasa ya pengine wazazi kushare hiyo moment pamoja, kukutana kimwili. Lakini utakuta kama nilivyosema pale mwanzo, mwanamke anakuwa yuko exhausted kwa sababu sehemu kubwa ya malezi anaibeba mama. Kwa hiyo anakuwa yuko exhausted, na kwa kuwa tendo la ndoa kwa mwanamke linaanzia kwenye saikolojia, anakuwa yuko tayari bado hayuko tayari kufanya hicho kitu. Kwa hiyo inakuwa hivyo. Kwa hiyo ile interest, matamanio ya kushiriki tendo la ndoa yanakuwa yanashuka, kwa sababu ule urahisi ambao ulikuwa unatokea uliokuwa upo mwanzo haupo tena. Inabidi ili tendo la ndoa litokee, kuna vitu vingi sana viwe perfect, au labda kuna gap kubwa sana ambalo halitokei mara kwa mara mkishakuwa na mtoto, hasa kama hamna experience ya kuwa na mtoto kabla, kwamba huyo ndio mtoto wenu wa kwanza. Inakuwa ni ngumu nafasi kama hizo kuwa zinapatikana kirahisi. Kwa hiyo inasababisha pia wanawake kupoteza hamu ya tendo la ndoa. Sababu nyingine ambayo inaweza sababisha baadhi ya wanawake kupoteza hamu ya tendo la ndoa baada ya kujifungua ni mabadiliko ya kimtizamo kati yao wawili, wale wenzi, mke na mume. Na hii sana sana inawakuta wale ambao ni wazazi wa mara ya kwanza pia, kwamba walikuwa hawana mtoto, ndio mtoto wao kwanza. Kwamba mwanzo walipokuwa wenyewe wanakuwa wakitizamana, wanajiona wao, anamuona huyu ni mume, huyu anamuona mke. Kwa hiyo kila kitu ambacho kinakuwa kinatokea baina yao wanakuwa wanatizamana wao wenyewe, yani hakuna mtu mwingine outsider ambaye anakuja kudefine mahusiano yao. Lakini akishakuja mtoto, ule uhusiano wao kuna kitu kipya kinaongezeka. Sio kwamba tu huyu sio mke wangu, huyu pia ni mama wa mtoto wangu, the vice versa na hivyo hivyo kwa upande wa pili. Kwa hiyo kuwa baba kunakuja pia na majukumu. Kwa hiyo mwanamke sometimes anapokuwa anamtazama huyo mwanaume ambaye ndio baba mtoto wake, hamtazami kama mwenzi ambaye anapaswa kushare naye moments. Anamuona kama baba wa mtoto wake, ambaye akiwa kama baba wa mtoto anapaswa kuwa responsible kwa baadhi ya vitu, mahitaji ya mtoto, mahitaji yake yeye mwenyewe ambayo yanahusiana na mtoto. Kwa hiyo it means kwamba kabla alikuwa pengine kabla hawajapata mtoto, anapomwangalia mwanaume wake anamuona yeye kama yeye. Kwa hiyo ni rahisi zile hisia za kutaka kukutana kimwili kutokea, tofauti na sasa hivi wana watoto. Akimuona hivi anaona kwamba ni mtu ambaye anahitaji kuprovide, let's say, kitu fulani kwa ajili ya mtoto, kitu fulani kuhusu wao wenyewe kama familia. Kwa hiyo hiyo kitu hiyo dimension mpya ya namna ambavyo wanawake wanawaona wenzi wao inapunguza pia matamanio ya wao kukutana kimwili. Na hizo ndizo sababu ambazo zinaweza zikasababisha baadhi ya wanawake kupoteza hamu ya tendo la ndoa baada ya kujifungua. Sasa kwa kuwa tendo la ndoa ni sehemu muhimu sana katika kuleta muunganiko wa kifamilia, na linapokuwa linapatikana kwa manati tuseme, kuna namna fulani hivi ule muungano kati ya baba na mama unaanza kupotea, na unaweza kusababisha baadhi ya vitu ambavyo sio vizuri kwanza kutokea ndani ya familia. Kwa hiyo inapotokea hii hali ya kwamba mwanamke kupoteza hamu ya tendo la ndoa, kuna hatua zichukuliwe katika kumsaidia huyu mama kurudisha ile hali aliyokuwa nayo zamani. Kwa hiyo kwenye video itakayofuata tutaongelea ni namna gani hawa wanawake ambao wanapitia hizo changamoto wanaweza kufanya baadhi ya vitu ambavyo vitawasaidia wao kurudisha ile hali ambayo walikuwa nayo zamani kabla hawajapata watoto. Tukutane kwa mara nyingine.